Nilidhani tunajenga maisha pamoja. Tulikuwa na watoto wawili, nyumba na ndoto za baadaye. Lakini kisha alinisaliti. Mwanamume niliyempenda, baba wa watoto wangu, alianza kunicheka. Mwanzoni sikutaka kuamini. Nilihisi kitu hakikuwa sawa, lakini nilijipa matumaini kwa ni mawazo yangu tu. Halafu siku moja aliniambia kitu kilichonivunja moyo kabisa. Aliniambia, wewe si mzuri wa kula maisha naye. Nakumbuka maneno hayo kama kisu moyoni mwangu. Baada ya kila kitu tulichopitia, baada ya kumzaa watoto wake, kumpenda, kumsapoti, bado nilikuwa sitoshi. Kisha akanipa kisingizio. Akasema kuwa yule mwanamke alikuwa anahitaji msaada kwa sababu mume wake hakuwepo. Lakini msaada hauonekani kama usaliti. Msaada hauonekani kama kusafiri pamoja, kucheka pamoja na kutumiana picha kila wakati. Huo si msaada. Huo ni uongo. Na nikawakamata. Si mara moja. Si mara mbili. Zaidi ya mara 5. Mara 5 niliwaona wakisafiri pamoja. Mara 5 nikaona ujumbe na picha walizotumiana. Na kila wakati alikuwa na kisingizio kingine. Ndipo nikatambua kitu. Tatizo halikuwa mimi. Tatizo lilikuwa yeye. Mwanamume wa kweli havunji familia yake kwa starehe za muda mfupi. Mwanamume wa kweli hamfanyi mama wa watoto wake ajihisi hana thamani. Kwa hivyo, kwa yeyote anayenitazama, ikiwa uko kwenye hali ambayo mtu anakufanya ujihisi si wa kutosha, nataka nikwambie hivi, wewe unatosha. Unastahili upendo wa kweli, uaminifu na heshima. Usibaki mahali ambapo hupendwi wala kuthaminiwa. Wewe ni mwenye nguvu zaidi kuliko unavyofikiria. Asante kwa kutazama. Ikiwa umewahi kupitia hali kama hii, tafadhali shiriki hadithi yako kwenye maoni. Tujenge jamii ya uponyaji pamoja. Usisahau kupenda video hii, kusubscribe na kuwasha arifa kwa hadithi zaidi za nguvu na uponyaji. Hauko peke yako.